Kumekucha tena kwa neema ya Mungu. Leo ni Jumatatu, tunaenda kuanza wiki yetu mpya na tunaenda kuendelea mbele. Yaliyopita yamepita, yaliyotokea weekend yametokea. Sasa ni wakati wa kufocus na kuendelea kwa vile vitu ambavyo tunavitamani au tunaviota. Kuna kitu kinaitwa bad energy. Bad energy tunasema ni nguvu ambayo ni nguvu mbaya. Kwa Kiswahili tuseme ni nguvu mbaya, au ni ile nguvu ambayo huwa wanasema bad energy huwa inaambukizwa, au wewe unaweza kumwambukiza mtu mwingine. Yaani wewe labda umeamka una nguvu fulani hivi ambayo si nzuri ya kukusaidia kwenda mbele, au umekutana na mtu ambaye amebeba mzigo fulani ambao labda anatamani autue kwako, au yeye ameshindwa kuubeba. Kwa hiyo amejikuta ni mtu ambaye ana hasira, labda amejikuta ni mtu ambaye analalamika, amejikuta ni mtu ambaye anasema ovyo, amejikuta ni mtu ambaye anazungumzia tu watu muda wote, amejikuta ni mtu ambaye anaangalia tu kasoro za watu. Yaani tunasema huyo mtu ana bad energy. Kwa hiyo maana yake sasa anaweza akakuambukiza, au wewe ukiamka nayo hiyo nguvu ngumu hiyo au nguvu mbaya au hiyo bad energy, una uwezo wa kumwambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo njia pekee ya kuhakikisha humwambukizi mtu ni kuhakikisha wewe unaamka ukiwa salama. Yaani huna malalamiko, unamwomba Mungu, unaamka ukiwa safi. Lakini pia ili ujiokoe pia ni lazima uangalie nani unakutana nao, au ni vitu gani unakutana navyo vitakupelekea wewe kuwa na hiyo nguvu, au vitakufanya wewe ushindwe. Kwa hiyo ni nguvu ambayo wakati mwingine hata sisi wakina mama, kwa mfano ukiwa nayo au siku ukiamka nayo, unajikuta unaambukiza kitu kibaya mpaka hata kwa watoto wako, kwa sababu unaweza ukaamka ukawa una hasira, unaweza ukawa umeamka ukawa unafoka, yani muda wote unawakaripia watoto au unamnunia kila mtu hapo ndani. Ni nguvu ambayo kwa kweli binafsi mimi huwa siipendi. Yaani siipendi kwa sababu kwanza inakutesa wewe mwenyewe. Yaani siku ukiwa umeamka huko hivyo, unateseka wewe mwenyewe. Yaani unaona kama kuna mzigo umeubeba, unatamani ushushe mahali, unatamani ukaripie kila mtu, utamani hata kuamka wakati mwingine kwenda kufanya kazi. Yaani kuna mtu mwingine hawezi hata kwenda kufanya kazi kwa sababu anaona nguvu yake ana nguvu mbaya ndani yake. Anatamani mwingine anatamani hata agombane, yani agombane na mtu. Ushaikutana na mtu anakuambia, yani mimi nikiwa na jambo langu, yani natamani kama vile yani mpaka nihakikishe limemshushia mtu fulani. Au wale watu ambao hata sisi wanawake, yani tuna hiyo tabia, yani mimi mtu hataki kugombana na rafiki yangu, yani akigombana na rafiki yangu na mimi nabeba ule ugomvi, yani na yeye anajiingiza na yeye anajiingiza kwenye kitu ambacho hata hakimuhusu. Yaani mtu amegombana na rafiki yake, lakini yeye anataka kuingilia. Sasa wewe aliyegombana na rafiki yake, wewe kinakuhusu nini? Yaani wao wamegombana wao, wamepishana wao, wana changamoto za kwao, wanajua ni kwa nini wamekosana. Wewe hapo katikati, ndugu yangu, unatafuta nini? Yaani unatafuta nini? Kwa nini uende ukajisifie katika kuwa na nguvu mbaya kwa ajili ya kushambulia mtu mwingine? Haiwezi kukusaidia kitu chochote. Kinyume na hapo hauna maono. Yaani kinyume na hapo hauna malengo. Kinyume na hapo hauna vitu vya msingi ambavyo vitakusaidia wewe kwenda mbele. Lakini kama kweli una vitu ambavyo unatamani vikue, una watu ambao unatamani uwasaidie, kuna safari ambayo wewe unataka kuiendea ili uweze kuwa bora, kuna vitu ambavyo hutakiwi kuwa navyo kabisa. Ondoka kwenye roho ya chuki, acha kutoka kwenye roho ya malalamiko, toka kwenye roho ya malipizi. Yaani wewe unatamani tu mtu akikukosea basi nitamlipizia, nitamfanyia hiki. Tujifunze wakati mwingine kuacha mambo yaende katika mtindo huo huo ambao upo. Jifunze kuishi na watu hivyo hivyo, yaani kwa hivyo hivyo walivyo, ili wewe uweze kujiokoa na kuweza kuendelea mbele. Wewe sio kila mtu. Alafu unapopata matatizo sio lazima kila mtu umtangazie shida zako kwamba mimi huyu aliniudhi, huyu amenifanyia hivi. Ndio hiyo energy yenyewe, unazidi kusambaza energy mbaya kwa watu, lakini we mwenyewe ndio unazidi kujiumiza zaidi, kwa sababu hakuna mtu anayejali kuhusu maisha ya mtu mwingine.
Anayejali maisha ya kwako ni wewe mwenyewe. Yaani wewe ndio rafiki wa kwanza wa wewe mwenyewe, ndio rafiki wa kwanza wa moyo wako, ndio rafiki wa kwanza wa nafsi yako, ndio rafiki wa kwanza wa kila kitu, wa furaha yako, wa amani yako kwenye maisha yako. Usitegemee sana furaha yako itoke kwa watu wanaokuzunguka. Usitegemee sana furaha yako itoke nje. Usitegemee sana furaha yako itoke kwa mtoto wako. Jitahidi kumshirikisha Mungu wakati mwingine, na sio wakati mwingine, na mara zote mshirikishe Mungu. Unapomshirikisha Mungu anakufunulia neema. Unapomshirikisha Mungu anakupa nguvu ya kuona. Unapomshirikisha Mungu unafungua mlango mwingine wa kuweza kufanya mambo mazuri zaidi. Kwa hiyo nguvu mbaya hiyo tunaita so bad energy, hakikisha we huamki nayo, na kama umeamka nayo hakikisha umwambukizi mtu mwingine. Tafuta mazingira ambayo yatakupa usalama wa afya ya akili yako. Ukiwa na usalama wa afya ya akili, nasema zote kwamba afya yako ya akili ikiwa nzuri, una uwezo wa kufanya vitu ambavyo unavitamani kwa namna ambavyo wewe mwenyewe unataka. Huwa hatufanyi vitu kwa sababu watu wengine wanataka au wamesema. Unafanya vitu kulingana na nguvu yako na matamanio yako na namna nzuri ambayo itakusaidia wewe kwenda. Mimi nikutakie wiki njema. Stay focused my dear. Acha kuyumbayumba, acha kuangalia huku, acha kujilinganisha. Wewe ni wewe, maono ni ya kwako, matamanio ni ya kwako, kukua ni kwako wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unayejua safari yako, wewe ndio unayejua changamoto zako. Kwa hiyo acha kujipandikizia vitu vibaya, acha kuzunguka na watu ambao watakupandikizia maneno mabaya. Kuna watu wao maisha yao ni kuzungumzia tu wenzao basi, yani yeye ndio inampa furaha. Mwingine yeye alalamike tu. Kwa hiyo usijipandikizie vitu vibaya, hasa unapokwenda kuanza wiki yako, hasa unapokwenda kutimiza malengo yako. Watu wazuri wapo. Ukiona huyu haendi na wewe, watu wengine wapo. Bahati nzuri Mungu Bwana huwa siku zote anatufungulia milango mipya, anatufungulia watu wapya, anatufungulia akili mpya. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu. Ukiendelea kubaki kwenye maumivu yako ya zamani, ni wewe mwenyewe umeamua, na ukiamua kutoka ukasimama ukaendelea na mambo yako, ni wewe mwenyewe umeamua. Maamuzi yetu ndio yanayotupa kuwa na safari nzuri au safari mbaya. Mungu awabariki sana na tuwe na asubuhi njema.